Bethel Clouds TV, empowering lives. Apostle Waruinge, the lead minister of the synagogue CFC, invites you to a special Sunday service of Fatherly Blessing of the Sanctuary on 2nd July 2023. The service will be held at Coffee Plaza, mezzanine floor, the first floor, Haile Selassie Avenue, opposite Easy Coach bus stop, Nairobi. The guest minister will be Archbishop Dr. and Mrs. Harrison Kenyan, the lead ministers of Christian Foundation Fellowship. The service will begin at 2 p.m. We will be live on Bethel TV, Faith TV and Inoro TV. For more information and direction, contact +254 112 935 035 or are welcome. Apostle Waruinge, the lead minister of the synagogue CFC, invites you to a special Sunday service of Fatherly Blessing of the Sanctuary on 2nd July 2023. The service will be held at Coffee Plaza, mezzanine floor, the first floor, Haile Selassie Avenue, opposite Easy Coach bus stop, Nairobi. The guest minister will be Archbishop Dr. and Mrs. Harrison Kenyan, the lead ministers of Christian Foundation Fellowship. The service will begin at 2 p.m. We will be live on Bethel TV, Faith TV and Inoro TV. For more information and direction, contact +254 112 935 035 or Apostle Waruinge, the lead minister of the synagogue CFC, invites you to a special Sunday service of Fatherly Blessing of the Sanctuary on 2nd July 2023. The service will be held at Coffee Plaza, mezzanine floor, the first floor, Haile Selassie Avenue, opposite Easy Coach bus stop, Nairobi. The guest minister will be Archbishop Dr. and Mrs. Harrison Kenyan, the lead ministers of Christian Foundation Fellowship. The service will begin at 2 p.m. We will be live on Bethel TV, Faith TV and Inoro TV. For more information and direction, contact +254 112 935 035 or are welcome. Apostle Waruinge, the lead minister of the synagogue CFC. Havana kuna nickname ni venye ujui unakuanga mkali we had another teacher uko, are you still around here the one from Roresho, ni Roresho mani wapi anarudi mugani, unasema mugani huyo ule mnono hivi. There's another teacher here. We have many teachers. We have many nurses and doctors and teachers. Who are you? Walikuwa nani? Walikuwa nani? Hakushika. Huyu mama banya unasikia akisema hapa, akisema hakuwa mwendawasimu, alikuwa mwendawasimu. Lakini sasa tumekaa na yeye. Unajua, only you need to appreciate somebody. Kuna shida inakuanga. Hiyo si kugoroka, ni depression. Sasa mtu akishikwa na depression, sisi yote tunaweza kumuona kama huyu sasa huyu anakuwa na depression. Na depression yake ilikuwa baya. Huyu alikuwa na kila siku lazima alikuwa na feel mnuso ya kupiga mtu.
lazima angechapa mtu, lazima every day. Alikuwa anasikia kimunuso, yaani akikuangalia tu hivi anakulalua kofi hivyo tu na anasikia sasa mzuri, na unaona amefurahia, amefanya kazi mzuri sana. Sasa huyo utamuita mgoroki ama hiyo ni depression? Sasa mtu kama huyu unamshika karibu, unamlete, ndio unaonanga na yakitaga watu karibu. Na mimi sianga ati kusema kirasi ati huyu ni mwanaume ama huyu ni mwanamke, wote na waleta karibu. Sasa nikikuleta karibu mama kama huyu, nimleta karibu na ako na shida zake, hana bwana, anaanza kusema nonile tumana kaidwele ofisi amenikubali. Hallelujah. Sasa nasema God has answered my prayer. Hallelujah. Eheria kiha huko tutikoona kiha. Umesikia? Utatoka. Hapa tukuagi na kiha. Hapa kutuko kwa Yesu. Ni ufurahie. Wakati ulifika kwa ile mlango, shida zako naacha na huko. Tukikufanya deliverance, ufikirie kwenda kuzichukua, usichukue. Ukifikiria uachane nazo, uachane nazo. Hapa ni kukaa smile. Unaona kama apostle mmoja, mimi ni apostle mmoja na smile. Hallelujah. Amen. Mudo ule da kuita kuja. Angalia kimutu. Mbona venyako smart? Hata kosi imebadilika. Saadi alikuwa amekuja, alikuwa na dawa kwa mfuko. Alikuwa anataka kujua. Kuja. Angalia kijamaa venye smile. Mama. Danoka, hata amemaliza, mama amemaliza kazi. Mama amemaliza kazi, amesema leo ule. You are right. Yes sir. Angalia ile signet tekade no. Niko na duma modo goko giomana kido. Niatia. Are you feeling now? Nitaru ha microphone ugo nyitete. Umege ha kanuni hakwenda kanua. Sida kuigwa sauti yako. How you feeling? Yeah. Yeah? Yeah, I'm free. You are wala. Sorry. You are wala. Yeah. Sasa unasikiaje? Nasikia tu raha. Uko kabisa? Strong? Kabisa. Sasa kujinyonga? Yeah. Unatamani kuishi? Maisha. Umeona sasa? Na mtu mwingine angemutupanisha huko nje. Mudone ulikuwa unataka kujinyonga siku hiyo? Unataka kuura gatia? Kaba. Ulikuwa umetayarisha kaba? Lakini nilikuwa nimemwambia bibi akuje huku. Ndio nilikuwa ulitaka mama akuje huko, akirudi akute ripoti. Umeona? Mama alikuwa anadanganywa. Wenda. Ndio katohoere. Na yeye daga. Sasa angalia, wewe uragione kimundurume kigima kina hakiri, uyu ni kuite itaga. Ni thina. Tutigio rimo. Ukakwigarithia hana kieha. Nĩ ũndũ wa kĩmundurume kĩna magego tu na mangĩ nĩ mamunyoku. Sasa yule makiri kuo niyo na nitakiri na mundu. Ndũrekegethie. Tida na kĩeha ikari ũguo. Nginya kĩongo nĩ kĩinamire tarori ya merigo. Yes, tuko wengi. Yes, hata huyo wewe uko na mtu. Umeona? Huyo usiguse huyo. Mimi niko free at least for a few days. Mimi niko free. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo usikuje ukuwe na kiasi kaa hivi. Kama ni Bwana ameleta shida, si yeye wa kwanza kuleta shida. Ni wengi. Wewe miaka gani? 42. Unataka kuniambia 42 mpaka hapo umefika? Hujakutana na kamulaini hapa? Acha hiyo maneno yako atekieha. Hapa kaa gagari, kunywa maji. Uko kuleta tu maji? Leta maji. Nani yako na maji? Hajafungua. Patia mama kunywa tu maji, pressure ishe. Asa anafikiria leo ndira atigirwo. Ugo diatia. Ani godira university. Ani godira areke wendo. Ani godira anyitoketie. Yes sir. Sema. Sasa ukwenda ateriu. Niki wekaga in life. Igaha na wali eta mundurume. Niko na farm. Farm. Unalima nini? Kahawa, maua. Uko na kahawa? Na maua. Maua gani? Inaitwa Saudasi, tunauza kule ng'ambo. Unauza kama maua ng'ambo?
Huyo ekwenda nyahunyo. Ahuru. Unataka nyahunyo? Tunauzia kampuni. Tunauzia kampuni ndio inatuma huko. Unauzia unataka kashiria yako no? Ani godo ni na mutumia muthakorera akumutigera huko. Niki yani what ni nini nilikuwa na kuingia? What was ni nini nilikuwa nataka ujiue? Baya tu. Yani ni nini ulikuwa naona? Ulikuwa unafikiria nini? Ni bibi unaona anamekusubua? Ni pesa ulikuwa inakusubua? Ni nini hasa? Nigetha ukinyero kwenda gwitari. Niki ureshiragia? Yani unaona unatafuta pesa na yule msichana nilikuwa naye hapa hata sasa ananiambia badilishiwa jina. Sasa huyo nilikuwa nimempeleka sasa form 1. Sasa tu amesoma tu kama tamu moja. Tamu ya pili nilikuwa nimelipia lakini nikaitwa kwa shule nikaambiwa amegojeka. Kwa ile lakini sikugojeka ni ile alikuwa demon possessed. Yeye alideliver hapa. Sasa naona unapata pesa halafu na kabla ya upeleke ya mambo yako yaende vizuri sasa inaanza kuharibika. Pesa patia huyo mama. Takunora igora meko gaba tabotikali yule meko gaba taigora. Igora magabate. Yes, de pressure. Kunywa na shida yako imeisha. Sasa naona unalipa shule lakini mwenye unalipia yani venye umefanya bidii yako hiyo bidii ni kama imemwagika chini bure. Sasa ukaona ni vizuri kama kada. Uache kuona. Please baba, acha nikwambie. Ishi hapa duniani. Kule juu ni kuabiriwa tumeabiriwa. Hakuna mtu ameenda karudi. Umesikia? Hata Musa hajarudi. Hata Yesu mwenyewe tunamngojea akuje atupatie ripoti ya huko. Enjoy life hapa. Kula ile matunda mzuri, lima vizuri, somesha mtoto yako. That is the only inheritance unaweza kumpatia. Na wewe ukae vizuri. Wewe ukalia wega. Wanyita? Na ukalia tu ile twega. Na mutumia ko muhube muthakarie. Ucio nowe. Aige kigene kirindi. Wanyita? Na ikere Sunday woka wekirite thuti. Naigua? Thuti ya goro ndugathi kugura tuthuti turia tuganagio twa 2,000 na hau. Ugure thuti ya 10,000 ukonaga njikirite 10,000 na karatu ugure ka 8,000 gacainite kana gaikarite guo. Naigua? Na gacati wohe ka 5,000 kana ka 7,000 na gatai. Yani wekire 10,000 na 20 mwiri. Ugathia uge wakinya gatano goya. Nona nginyaga. Nona ni nginya gatano goya majira gatene bausaga. Tiko bausaga. Ni gukinya gatano goya jamba. Ni kwimenya. Mwathani agocwo. Amen. Woko theno ndire na rihaso. Hapa kuna rihaso. Kavinyo na kamzuri tio ikara huko na keha. Ukojeto goko gakojo ginyoga karatathi kana ilo ni gakeya. Abana kamzuri. Kama iti mzuri washamania na mwathi mokawa. Sometimes tio gutiro kiriana kuria girogo nikaririo cia cingithate abataka na kurio kari hagi 500 kaigwa ruo ukamenyaga ni thigino yakwa ndiraria no cio iria tau dauma ha guthi Serena ndani imwe ni 5,000 ndani imwe na guthie kindie na njoke thie kahinda ta uria uthire mundu na kuria kianda no ni guthi ngitiaga ndeire ku na thina karatathi ka rithiti kuma Sere we tucemanie na aina kurio rire madodo atenegetho tonge mugukora riaga idathi na chai ate ikare wega hikwa fegi Equity nwe namba 3 Equity yani namba 3 Equity lakini alikuwa anaendaga River Road kukunywa chai ya kikombe moja na madasi mpaka Mungu akamuondoa. Saizi mali yake inakuliwa na watoto vizuri, wanaendesha magari vizuri, wanaishi maisha mazuri. Enda pale Karen Waterfront walijenga kitu. Huyo mzee akiamuka sahi akuta hiyo kitu atarudi atabia Mungu jokia tu kwenda kuona. Sababu alikuwa anakula madasi. Na hii Equity ni namba ngapi? Namba 3. Alikuwa anaenda River Road kukula dasi na kikombe ya chai. Sasa bako na shida mpaka Mungu akashindwa. Nimekupatia hii ya nini? Kuja. Kaa mzuri. Umesikia? Na uvae suti mzuri. Nitakupatia kazi hapa kanisani ya role kama kanisa, mzee wa kanisa. Ukikuja ukuje kae pale na bibi yako Sunday. Umesikia? Na usiseme ati hakuna fare, Mungu atawaprovidea na fare ya kukujaga every Sunday. Sasa
Una jambo la kuambia watu wa kanisa? Waambie tu jambo. Mwambia ile milima ilikuwa aliyeko. Dauga ile mairia ciarĩ mbere twahoya haha nĩ cia thire yote. Imetoka? Yote imeondoka. Good. Thank you my brother. Rege. Yes. Yes, ndio na mojeshi. Niko na jeshi hapa. Ona, this is what we want. The happiness of the Lord. The happiness of the Lord. Sitaki hapa uniletee hiyo masura mnakuja kama mmekuja hapa kama masafuria ya kupikia ugali ya Kariobangi. Nataka happy people. I want rich people in this house. Kwanza kabisa tulijua kutajirika ni wapi? Ni roho. Hii makaratasi zingine wachana nayo. Kutajirika ni wapi? Hapa. Roho yako ikikuwa comfortable, haina mtu imebeba, haina mizigo imebeba, already you are rich. Utakuwa ukismile. Anza na smile, pesa zinakuja. Besha sitio kaka kodokota na smile. Hakuna. Pesa haiwezi kuja. Mali umekaa umenuna, kila asubuhi unanuka umenuna, jioni umenuna, unakaa sura ingine ni kama sufuria za huko Kariobangi. Wacha nikwambie utaishi maskini. Always be happy. Eat well. Hata kama ni sukuma, weke nyanya mbili. Hapa ukienda Kariobangi na huko kuna 310. Kuna 310 akanatiko. Weka koroka vizuri. Hapo kuna mayai ni shilingi 6 moja. Weka rusha ndani ya hiyo sukuma. Umekula chakula mzuri. Tigana shomara gena hau. Ni kwa nuga. Nini kama hai kananuka, kanaleta huko. Kunajulikana kumepikwa. Hiyo sura mnavaaga hapa sitaki. Umesikia msai? Ka smiling. That is the only way you can be able to defeat the enemy of your life, poverty. Enemy is not about ati Mungu abayafanye, hapana. Si ati kuokoka, ukiokoka utaacha kuwa pua. Utaendelea kuwa pua depending on akili yako. Na kutajirika iko wapi? Iko hapa. Tengeneza. Mimi siku yangu ya kwanza kukuja Nairobi, kukula Nairobi vizuri, ni siku tuliletwa Intercontinental Hotel. Tulikuwa huko Mukuru kwa Ruben. Hawa mama Catholic kama Kokiwa nafanyanga mambo ya social workers. Wakaitishwa vijana watu wa Islams. Kwa sababu Musugu alikuwa anataka kuja kuona wale hiyo NGO wanasemanga wamerehabilitate watu. Sasa walikuwa wanachukua vijana kama sisi, tunaenda kupigwa picha. Wale wamekuwa rehabilitated, kumbe wadi wanakula pesa. Lakini sasa sisi, mimi hiyo kunijalisha kwa sababu sikuwa najua hivyo, na hata sisikiagi vibaya. Hata nikipatana na wewe nilitwa na Musugu ndeta watu 10 ambao umerehabilitate, nitakuchukua wewe, si umevaa vizuri, na wewe nitakupeleka nikule. Hata mimi nilikuliliwa. Nitakupeleka. Sasa wakati tulipelekwa hapa Intercontinental, tukapelekwa, tulikuwa watu 72 wale ambao wamekuwa rehabilitated for 3 years. Tumekuwa tumetengenezwa vizuri. Sasa nyinyi ndio mnajua shida, lakini sisi hatukuona shida. It was our first time kuingia 5-star hotel ndani ya Nairobi. Kuingia choo iko na tissue imeandikwa jina ya hoteli. Tissue yani ile ya kujipagusa mdomo imeandikwa Intercontinental. Ile kitu ya kutoa maneno, kitu ya maji inaitwa aje? Toothpick imeandikwa Intercontinental. Bwana asifiwe sukari. Bwana asifiwe. Nini? Sukari imeandikwa Intercontinental. Kachubi kameandikwa Intercontinental. Alafu unaletewa katauro kako moto. Sasa lazima tuliletewa katauro. Na mimi ndio nilikuwa kwanza kuletewa katauro kwa sababu mimi nilikuwa ni mtu amechanuka. Nilikuwa kiongozi hawa wengine. Sasa katauro kalikuja, kakashikwa na kakitu kakafanywa hivi, nikapatiwa. Sasa nikashitwa ni ya nini? Sasa nikungojea, alafu ule mwingine anapatiwa ni mwenzangu mwenye haelewi, naye wote walikuwa wananichukulia. Sasa wote tulijikuta tumeshika aje. Ndio tukaambiwa hiyo ni ya kujipagusa. Sasa immediately niliposikia ni ya kujipagusa, sikufikiria ni mikono, uso mara moja. Na watu wengine wote uso mara moja. Alafu baada ya kujipagusa ni kurusha kwa mfuko. Kitu ya kwanza nilichukua ni tissue, ni mfuko hii ya kupagusa.
ya kupaka serviette. Nikafuka kwa mfuko, nikachukua tusukari kadhaa, nikaweka kwa mfuko, na kachupi na toothpick nikaweka kwa mfuko. Alafu tukaingia kwa choo. Tukakuta hiyo tishi yote imeandikwa jina Intercontinental, tukurarua kikubwa na kuweka kwa mfuko na kukuja vizuri na kukaa mpaka unaona mtu kama mfuko kamefaa hivi. Unajua ninabeba ya nini? Mukuru hakuna mtu walilala. Niliwaita wote kule, tulikuwa nikawaekelea hiyo serviette hapo, sukari, chupi hapo. Nilikaa nazo 3 months. Kuna kuguza, ukiingia kwa nyumba tu na kutolea hizo wale kule nilikula last month. Niliuza uoga. Baka kila kijana mkuru alitamania next time ukienda uniite. Na hivyo ndivyo nilitengeneza mogeke na ikakuwa kubwa. Niliwaambia it is possible kukula huko na matajiri. Sasa siku hiyo Gideon Moi alikuwa na nani alikuwa, Kalonzo alikuwa na huyu mwingine Mwao, John Haron Mwao. Na unajua siku hiyo John Haron Mwao kura moja. Wakati alikuwa anasimama na ile chama chake, ile walikuwa anasema Osavinya. Nakumbuka ile Osavinya, ile chama yake ya Osavinya. Mwao ni rafiki yangu sana. Sana. Hata aliniambia atakuja kututembelea hapa. Lakini yeye hapendi Mungu, hajui Mungu, anasemaga Mungu ni mkora. Lakini he's a rich man, very rich man. Ndio nataka kukuambia, kuokoka si guarantee utatajirika. Kutajirika ni hapa. Ni kutumia common sense. And not all common sense are common. Bwana Yesu asifiwe sana. Uokoke sasa ukaage hapa, Mungu akuletee. Mungu atahakikisha umekufa. Huyo Mungu nataka akuletee. Huyo Mungu uliokoka kwake atahakikisha umekufa. Sasa ende ukajifungia, enda Shakahora ujifungie ukose kukula chakula. Ati walikuwa wameenda kutafuta Mungu. Makenzi peke yake ndiye alikuwa anajua plan. Lakini hao wengine walikuwa wameenda kutafuta nani? Si walikuwa wameendea Mungu. Mbona Mungu hakuwasaidia? Uji? Gaida dawa kana na elimu. Kuna kitu anachukia kama mjinga. Kama wewe ni mjinga hufai kuishi dunia hii. Utoe ujinga hapa, peleka bali. Nataka tutajirike, sema nataka tutajirike. Na shetani hana kitu. Kwa shetani hakuna kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Our Father in heaven is the owner of silver and gold. So sasa muulize baba, unataka tukaeaje? Hapo ndio unakalishaga. Ukagushe wako na sitting room. Onoko ne bathia ganetie. Hada waigetegete hau niho sitting room. Hau niho itaga Ngai. Unamuita anakuja anakaa hapo, unamwambia kaa hapo. Na wewe unakaa hapa. Unanuliza mzee, unataka tukaeaje hii dunia? Sasa atakupatia mawaidha. Na anakuambia enda uanze kuuza makaa. Katika makaa nitakutana na wewe hapo. Enda uanze kuuza sukuma. Kwenye hiyo sukuma nitakutana na wewe hapo. Bwana asifiwe sana. Yes. Huyu mama alikuwa amefijiriwa na huko kwingine na watu hapa huko. Huyu mama unaona hapa, hebu simama. Ukiulizwa huyu ni manager wa begi ya Equity, nani atakata? No, tujibu tu. Ukiambiwa ni mama wa begi ya Equity, si utakubali? Lakini siku ile alikuja hapa, ukiambiwa huyu ndio anausaka sukuma na huko Kariobagi, tukekubali tu. Lakini hakuna kitu tumempatia, ni akili tu tumetwist. Ikaingia bahari inafaa. Mama ameanza kuchagamuka. Mama sasa hizi angalia, very soon hautakuwa siko. Unajua kitu mmesahau, asante sana. Kitu mmesahau wa mama. Kwanza wale wananidoea sana. Sio sura na angalia, na sio miaka na angalia, hatuendi kusaa. Hatuendi kusaa. Miaka yangu sasa haiendi kusaa na haitaki sura. Ile kitu tunaulizana, unakuja kufanya nini? Uko na nini? Wena ke oke gwakwa. Nie ndina gakari, ndina tukari twere, ndina nyumba na ndina mugunda. Ndina tuindo twakwa, unakuja kufanya nini kwangu? Sasa wekelea zako hapo na mimi niekelee zangu hapa. Tuende safari. Sidio? Si ati umeona mwanaume ni toro, ni dark na handsome, ako na gari, ako na nyumba, sasa ninaenda ukioria indo ciakwa. Hore to marithathi macio mothe ukioria indo ciakwa. Gutire
Forget. Kama hiyo ndio ulikuwa unadoa, forget about that. Wekelea mali, wekelea yako hapa na mimi niwekelee hagu hapa. Tuende. Hiyo miaka Mungu amenipatia nimebakisha. Wacha nikule na amani. Kama ndi wakati wa watoto ningekwambia sasa, kwa sababu sina tubo ya kubeba watoto. Sasa ubebea mimi watoto. Hapo ndio mama, hapo yasa hiyo. Lakini sasa kama hauna kitu, kwagu ukuji. Kwa doroka. Kwa dole kanyamu kwa doroka. Forget. Wewe ukawekate. Niwaje kujetia pesa cia njuire. Gesi ile unako ukaweka deliverance goko. Yes, imagine sasa nikianza hata darling nitumie pesa ya nywele ama darling nitumie kanini inaitwa kwa nini airtime no, I have no time for that. Wekelea kitu yako hapa na mimi tuabiane siku hii wewe ndio tunaenda kulala huko Masai Mara, wewe unalipa ndege na mimi ndio nitalipa nyumba ile tutaishi. Yes, uko na vitu yako na mimi niko na vitu getea tukadhi huko, alafu unaita hata ukikuja na watoto 8 na uko na vitu, mimi sina shida. Mimi sina shida. Hata ukikuja na watoto 20 mimi sina shida, walete wakae hapo, sisi watakula pesa yako na mimi watoto wako. Kuna watu wamekufa moyo. Hata ni makua goro. Unaona ndio smile, sina amesmile. Ukiona mwalimu anaingia kwa klasi mara moja, children, last time tulisoma nini? Hao ndio napata kama nickname. Hao walimu wale wanaingia sasa, what was the last subject? Kuna kijamaa kingine ile kwanza jogona wa kutoka Nyeri Teto, wale wanaogeaga Kisugu ya Kinyere. Umeona wale wateto wale ambao nagianage kuyatire tondu ne ugane agothomithiria ri agigothomithiria ri we athomete ri. Wewe ni wa madhe huko chini weta kwate wewe Nyeri yenu ni msuri. Hii ya hapa juu ya hapa Karatina ya Madhira, naona Madhira, na ukienda hapo Karatina boma zote hazina mabwana wote katika maboma zote hazina mabwana. Walikuwa wanafanya kazi Nairobi. Najua watu wa Nyeri ndio walifanya kazi ya civil servant. Watu wa Nyeri wengi ndio waliajiriwa, walikuwa kwa polisi, ndio walikuwa kwa jeshi. Hata ukienda sasa kwa serikali kwa polisi Madhira Magedho ndio walisoma. Ukienda tu kwa hata polisi wote, polisi mingi imetoka Nyeri, ami yote imetoka Nyeri, ndio walikubali kuandikwa. Hata wakati wa independence watu wa Nyeri ndio walipigana, kwa sababu they are courageous, they are very strong, they are very powerful, they are courageous. Si kama Wakikuyu wa hapa Kiambu. Ukatana mtu akiwaambia mimi ni wa Kiambu, that is not a Kikuyu original, ni Masai. Wanaitagwa Kinanyoriani, wengine wanaitagwa Kinyanyokafi, wengine wanakuaga ni cross wa Maitha. Hao ni Masai wamechanganyishwa na Kikuyu. Kiambu haina Kikuyu kamili, haina kabisa. Na hayo Nyeri ni Dorobo na wale watu wa kutoka Padio, ile Masai ya Padire gine ndio imelete watu wa Nyeri. Na ndio nanga wa Nyeri wanakaga kama wanyama, yani they are very vicious kama watu wa Dorobo. Unajua Dorobos walikuwa naishi kwa kichaka, walikuwa nakula asali. Sasa hao ndio walizaa, hata Kibaki alikuwa Mdorobo. Sasa ndio naona watu wa Nyeri hawana majina ya watu. Sijui kama mshaiangalia. Watu wa Nyeri hawanaga majina ya watu, wanakuwa na majina ya wanyama. Akina Goru, akina Nyaga, akina Guru, akina Nyamo, akina Ngatia. Hawana majina ya watu, wanakuwa na majina ya wanyama. Kuna siku nyingine nilihubiri kuhusu Wagare, mama mwingine akanipigia simu akaniambia wachana na jina ya Wagare, wachana nayo kabisa, haikuhusu. Nikamwambia mimi sikuwa nataja yako, nilikuwa nataja ya hawa wengine. Yako weka nayo. Na watu wa Nyeri, wanaume wa Nyeri, hao sasa hao walikuwa civil servant. They are royal and they are strict na kazi ya kuemployiwa. Ukimpatia kazi ya biashara hawezanagi nayo. Nao wamama wa Nyeri wanajua biashara na wanajua kuchunga boma. Wamama wa Nyeri, but they are tough.
they are not pleasant. Akigeuka na sura yake ikae sura ya kasi, utajua ujui. Na ukiangalia sana wazee wa Nyeri, kwa sababu they are loyal, they are very loyal. Sio kama ushakaa na mwanaume wa Nyeri, ukimkuta wako na bibi yake, utakuta huyo mzee akigia nyumbani saa moja saa mbili, wanaingiaga mapema. Ile story ataanza kwanza, atapatia huyo mama kule kote ameshida. Leo odakiuma goko rocinĩ rĩ, ndigethire oro hau ndakorana na rĩrĩ, nĩ ũkũririkana kũrĩa mũthuri atwakorete na kũrĩa kaobici kana twathire kwa Mawanjirũ, twauma hau taingĩra gakari twaikũrũka twakinya rĩrĩ o harĩa gĩagatika, twakinya gagatika twende na tĩtũ tũkĩnyua gachai o kanini, twanyua gachai twauma hau twagĩtigana niĩ ũcio okerũgo ya tauni. Anapatiana story kutoka venye alianza mpaka mwisho. Na unakuta wanapendana. Because hiyo ya kujitorora, unakuta mzee wa Nyeri na mama wa Nyeri wale wamekubaliana, wanapendana sana. Sio kama mzee wa Kikuyu hapa Kimurang'a hapa Kiambu. Mzee wa Kiambu ukitaka kujua hii gari imebeba mzee wa Kiambu na mama wa Kiambu, angalia condition venye wamekaa. Wanakaaga ni kama Mahezogovinia na ni kama Russia na Ukraine. Maana hizo hawaongeagi, they never talk together. Mtu wako side zake na mtu side zake. Huyu ana chat na huyu mpaka anajiforce kuchat akiendesha gari. Bado na chat. Hakuna kitu na chat kwa sababu yani ako busy, doesn't have time for you. Unfortunately now watu wa Nyeri kama sasa hawa Karatina, ukienda hapo Kiarithaine, hapo ukiangalia hapo Karatina town, uteremke hapo uende kwa kina Gachagua, huyu unaonaga. Ndio unaona Gachagua alienda Murang'a, hakukaa huko kwao kwa sababu maneno ni ngumu huko kwao. Sasa ukiangalia hizo boma zote wote walikuwa wanafanya kazi. They were civil servant ama walikuwa wameajiriwa mahali. They are all dead. Mtu ukiretire patie 6 months. Sasa swali inaulisagwa, niki gitumaga andũ aya makue? Ni nini inafanyanga hawa watu wakufe? Si stress. Hapana. Huyu mama, huyu mzee, anaitwa nani? Huyu mzee amezoea Nairobi. Pale anapimaga kanyama kake na anakula tumushuba twake tuwili. Naye mama Geshagi amezoea uhuru. Ako na power na authority ya boma yake. Sasa kamuzee kamekuja na hakana pesa, kalikulaga pesa, so kanaigia huko kanaanza kuambia nyina ajari hautaki kuruga huko. Na hakuacha pesa kwa sababu hajazoea kuacha pesa. Miaka yake yote ameishi town, hajazoea kuitishwa kila siku. Naye mama hajazoea kukaa na mwanaume hapa anamuuliza maswali kila siku. Hiyo haiwezi kwenda mzuri, lazima mmoja aondokee. Na yule msiraiki kuondokea ni huyu amekuta mtu kule. Huyo nikiona katode twako wamama huko karibu nusu hawana mabwana, wamekufa. Yamotigaire. Leo ni ana atotigire. Kawe wanyere we. Wewe ni wanyere? Wewe ni wa Murang'a? Na watu wa Murang'a ni wazuri. Watu wa Murang'a, kama unataka kitu kizuri ni ya Murang'a ya kukupeleka biguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wa Murang'a, because they are the pure Kikuyus. Ukitaka sasa kukua na mtu pure Mkikuyu, enda Murang'a. Hao sasa ndio hao hawajachanganywa, and they are worshipers. Wanapenda Mungu but they are lazy. Na wapendaki kutajirika sana. Kako kadogo, kako kautajiri kadogo tu mnapata, anatosheka. Ukimwachia ka 50 anashida kwa mguu akikuombea. Baba nakuomba utaidhie Njoroge, utaidhie ile wa Njoroge. Ataidheke. But they are comfortable with the ritual they get. Then they are royal. They are very loyal. But akiamua kuwa disloyal, utajua hii dunia wewe ni mgeni. Hao watu wa Murang'a akiamua tu kukuwa disloyal to you, utajua hii dunia ni kutembea ulitembea. Wewe ni wa Murang'a? Nasikia ni Murang'a. Huyu ni wa Murang'a. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. What was the last topic you to discuss? Who is
And we discovered God is, God is a consuming. Tukajua Mungu ni nani? Ni moto ulao. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu Mungu anajua kufanya maneno. Tukajua Mungu anaweza kuitwa Jehova Ra. Tukajua anaweza kuitwa Jehova Elo. Tukajua anaweza kuitwa Jehova Elishada. Good class. Jipigieni makofi kwa nimeanza kusikia. Now I'm happy I have a class. Niko happy sana. Wewe pastor. Neke utidio gethio kaa chini. Hapa si kanisa. Kanisa mugoje pastor wenu atakuja Sunday asubuhi. Huyu ni teacher Waruinge. Unasikia mimi ni teacher. Sasa leo kwa sababu tumesoma, ninafuatanisha hizi story. Nafuatanisha mafundisho, ndio tulianza na kwa malaika, tumekuja kwa Mungu na mbele niyo tulikuwa tumesoma kitu kingine, si ndio? Nataka tufuatanishe ndio nikusaidie. Nipatie sauti mzuri ambayo iko hai kidogo. Na nigeuziwe hizi ziniangalie. Bwana asifiwe. Sababu nafanya hivyo, it is a lesson, nataka kuwaelekeza ndio niwashikanishe hiyo story yote. Sasa I will give you the entire kitu topic hiyo nimezishikanisha ndio ujue jinsi ya kupigana na kushinda vita. Kwa sababu hapa ni mambo, how can you come? Unawezaje kujitoa? Sasa tumejua Mungu ni nani. Baada ya kujua Mungu ni nani, nataka sasa kukuelekeza nyuma. Sasa turudi nyuma, tujue what are the foundation, ndio tuigise Mungu na tulete malaika na tulete damu ya Yesu. Sasa nataka tuingie kwa foundation, family foundations, because this family foundation ndio zimesababisha unateseka. Na sasa ndio Mungu akuje aingilie kati na malaika. So I will come and bring the role of God in all this, and conclusively tutapata sababu, solution to our life. Na ndugeto mugoroki rege tondu ni ukoro wamenya ti kugoroka urari mugoroku, ni situation inakufanya unakaa hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. So to understand what is a foundation. Foundation ni msingi na jina ya Kiswahili. Hiyo si tafsiri, lakini hiyo si explanation what is foundation, lakini nakupatia tafsiri kwa jina ya Kiswahili. What is foundation? Ni msingi. Msingi ambao umekukamata, msingi ambao wewe umekalia, msingi ambao unakuongoza. Bwana Yesu asifiwe sana. So what is in the foundation of a family? Now what is a family foundation? A family foundation, it is a formation of the family and the formation of the tree that controls, that manifests in a family. Family, it is father, mother, and the children. That is the nuclear family. Then we have the extended family. Unalete guka na shosho na maanko na maanti. Na inakuwa extended family. Now you bring the entire clan. It is what we call the extended family. In any way you want to look at them, they are all a family. So what is a family? A family is a structure of a formation of generations. A family is a structure of a formation of generation. Ni kitu ambacho kimetoka mbali. Familia, wewe sio familia mwisho. Wewe ni baadhi ama ni chembe za kifamilia. Utaitika kuwa familia kwa sababu uko na mama yako. Na mama yako ataitwa mama yako kwa sababu ako na mama yake. Na mama yake anaitwa shosho. Na kutoka kwa shosho tunaenda kwa huyo mwingine, the great. Kutoka kwa great tunaenda continuously. Na hiyo ndio tunaitanga a family tree. Bwana Yesu asifiwe sana. A family what? A family tree. Now this family tree, kuna miti, kuna blue gum, kuna avocado, na kuna miti tofauti. A family tree is determined or is known by its fruits. Any family, it's known by its fruits. Kila familia iko na matunda yake. Ila familia
iko na misingi yake, iko na madhabahu yake. Hakuna familia hata moja duniani yenye haina madhabahu yake. Every family iko na its own culture, its own altar and its own way of worshiping. Every family. Usidanganywe. Eti kwa sababu tunakuja kanisa hii pamoja, kwenu nyumbani there is a way you worship your God. Kwenu nyumbani mkikutana Christmas, kuna venye mnasemaga tunachijaga buzi. Kuna venye mbaba wa huko anasemaga tutakula 26, hatutakula 25, ama tutakutana mwezi wa 8. Each family they have their own God. Bwana Yesu asifiwe sana. Each family has got their own God, has got their own culture and has got on their altar. So whenever you go kuolewa kwa familia, umekuja kwetu umeolewa, kwanza kabisa chugusa what is our altar, what is our God and what is our family tree, how does it look like? Katika familia yetu vijana wa huko wanakufaga wakifikisha miaka gapi? Kwa sababu kuna familia ambayo katika age ya between 30 na 50 hapo katikati wote wameisha. Kuna familia unakuta watu wao wote wamefikisha miaka 80 na 80. Ule mwenye ako mdogo sana ako na 70. There is a reason behind that. Kuna kitu, sio ati unakuta ta aunti yako anakuwa na 90, aunti huyo mwingine na 81, uncle anakuwa na 70, huyo mwingine ako na 75. It is not a coincidence. It is in the family tree. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiingia kwa wachawi na warogi, pia ndani yake there is a family tree. Kama kulikuwa na ugaga, hiyo ugaga haikuanza sasa. Hiyo ugaga kama umejikuta guka yako alikuwa mugaga, ama baba yako alikuwa mugaga, ama shosho yako alikuwa mugaga, haikuanza na wao. Hiyo ni kitu iko miaka 200, miaka 300 iliachianangwa. Uganga ilikuwa ni kitu ya kuachiwa. Kuna mtu anakuanga amechaguliwa ndani ya familia, anaachiwa. Huyo mwingine anaachiwa. Huyo akiondoka anaachiwa. Kwa hivyo sasa wewe umeanza kukua mwenda wa simu, tunasema ni ugaga. Hapana, ni ugaga ndio, but hii ugaga imekuwa kwa familia. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii kitu mnaona ninakuaga nayo, iko ndani ya familia yetu. Hiyo ushaba hii ya kupigana. Guka yangu inaitwa General Waruinge, ndiye alianzisha Mau. I am named after him. I took everything from him. And I exactly do. Venye nilikuwa kwa Mungiki, hivyo ndivyo alikuwa anafanya wakati alikuwa Mau. Na venye nilikuwa kijana mdogo, mtoto mdogo, nilibehave tu kama yeye. Bwana asifiwe sana. The same way, ukienda kwa huyu mama anaitwa huyu wa banana, anaitwa nani? Waangari. Wangari is my step sister and my first cousin. Guka yake na guka yangu ni brothers. Na yeye uone venye alifanya. Na yeye aliinuka, Kenya mzima ilimtambua. So kule kuna mambo ya kutambulika mafuta ya utawala fulani haishangi. Huyu akiteremuka huyu anapanda. Maina Jenga na yeye guka ya Maina Jenga na guka wa Wangari na guka yangu, they are brothers all of them. Naye Maina Jenga naye alipanda. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi kwa laini yangu nilipanda. Ina depend tu venye tumeswitchiwa. Mimi nilikaa nikaona hiyo life ya pande hiyo sitakaa, nikaswitchiwa kwa Ukristo. Na sasa ndio naona ninaongea Kikristo. But our family tree iko na msingi wa kuongoza. Inewe, nikiingia sasa nikiingia kwa devil worshiper, nitaongoza. Nikiingia kwa Wakorino, nitaongoza. Nikiingia kwa matatu, nitaongoza. Nikienda mahali popote lazima nitaongoza, because our tree speaks so. So whatever happens in you, it's not a coincidence. Ati kwa sababu sasa Ruto amekuwa president, it is not a coincidence. Ruto ni mjukuu wa Samoi. Huyu alikuanga Okaterel, Samoi what? Koitarel. Huyu alipigana na mzungu. Ndio naona Karuto kanakuaga na Oshaba, kanapenda vita sana kwa sababu ametoka huko. It is not a coincidence. Uhuru ni president. Baba yake ni nani? Ni Kenyatta, mwenye alikuwa president. Na baba ya Kenyatta ni nani? Baba ya Kenyatta ni nani? Wale wanajua sana. Baba ya Kenyatta ni nani? Alikuwa anaitwa Johnson Muigai. Baba ya Kenyatta ni nani? Muigai. Muigai ni baba yake, ni brother ya baba yake.
alinemiwa after the brother, hakunemiwa after the father. Hata Uhuru is not named after the Guka, is named after the brother ya Kenyatta. Uhuru Muigai ni brother ya Kenyatta. So who is Kenyatta? Who is the father of Kenyatta? The father of Kenyatta alikuwa anaitwa Chief Lenana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni chief nani? Kenyatta hakuwa Mkikuyu. Kenyatta ni Masai. Na ndio wakati alioa bibi yake ya kwanza anaitwa Wahu, Lenana alimtafuta, akaenda akampatia shamba pale Lenana. Na barabara ya Ngong Road, si hapo Wahu ndio amezikwa. Shamba ya nani? Hiyo shamba yote ilikuwa Chief Lenana. Ndio alimpatia kwa sababu ilikuwa mpango ya kando. Wakati Masai walikuwa naenda kuchunga mang'ombe na mabusi, walikuwa nakutana na kina hawa mama, wanaambia mama kuja, anakamata, anapata miba. Wamasai hawatupagi watoto kama Wakikuyu. Wakichukua. Wakati hiyo, huyo Masai wakipokienda, mama ya Kenyatta akapata miba ya Lenana. Sasa wakati alizaliwa na akapata mke, akaoa Wahu. Wahu ndio maana walipatiwa shamba na Lenana pale Lenana Road. Bwana Yesu asifiwe sana. So unakuta Kenyatta mzaliwa wa Lenana alikuwa president because aliyemzaa ni nani? Ni Chief Lenana. Uhuru ni mtoto wa Kenyatta na mama yake anaitwa nani? Ngena. Ngena wao wa Mohoho, senior chief Mohoho. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngena ni mtoto wa senior chief Mohoho ambaye alikuwa senior chief, paramount chief. Ndio naona baba ni chief wa Masai, mama ametoka kwa chief Mohoho. Wana produce nini? Kauhuru. Kanaamini hakuna mtu mwingine anaweza kutawala Kenya hii, ni yeye peke yake. Bwana Yesu asifiwe sana. So it is not a coincidence for you to be in that position you are in. It is a position that is guaranteed by a family tree. It is a position guaranteed by what? The family tree. There is a family tree that is full of curses, full of diseases, full of cancer, full of many things, full of downfalls. And unakuta familia mzima, unasikia yule auntie na wa Murang'a alikufa hivi, yule auntie wa Kericho alikufaga hivi, yule auntie, yule uncle wa Mombasa unakuta a pattern in the family. And it is not originated yesterday. It has been there. It is in the family tree. So when you are getting married to that man, try to investigate what is your family tree. What is your background? Where are you? Most of you are suffering, not because you are supposed to suffer, but you connected yourself to the wrong family tree. Kama kwa Wakikuyu, watu wanaitangwa Wedhaga. Edhaga. The clan inaitwa Edhaga. Edhaga hawakuwa wakiolewa na klani zingine. Sasa jichuguse, uone kama umeolewa na mwanaume ambaye ni Mwedhaga. Either hautapata watoto, na ukipata watoto wataishi kwenye shida ya damu. Shida ya ugonjwa inahusikana na damu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo inakujaga kansa, inakujaga ukimwi, inakuja magonjwa ingine fane. Unakuta mtu alikuwa ni Mkristo, hajawahi lalwa na yeye na mwanaume, lakini yako na ukimwi. Unauliza ni nini? Yule gari ilianguka pale kwa barabara, tulienda kuokoa mtu, na hapo ndio nilipata. Na ni wewe peke yako ulipata nini? Kwa sababu the family tree demands you to be sick. Bwana asifiwe sana. So it is very important for you to understand umetoka kwa muhirika gani, umetoka kwa kilani gani, what is your family tree. Angalia family tree ya kwenu. Ile poverty unaonanga kuna poverty kwenu ni family tree. Si wewe ambaye ni maskini. It is the family tree that demands you to be poor, because from the original you mulizaliwa mkiwa wafanyikazi. From original you were born to be servants.
wa kufanyia watu wale wengine kazi. Unakutaka tu unajitoleaga. Unakuja kwangu unajitolea, unasema mimi nitakuwa nikifagia nyumba, na hujaambiwa ufagie kwa sababu kwenu kumepagwa hivyo. Nyinyi ni watu wa kufagia choo, nyinyi ni watu wa kufanya kazi hii. So monitoring your family tree will tell you, you can predict 10 years to come what you are going to become. Go and look at family tree. Utajua in 40. Kuna family tree in 40, unafika 40 ndio unakutaga wameanza kutajirika wakifika 40. Na kuna family unakuta in 20 wametajirika, in 40 wanarudi chini. Wote uangalie kwao kote utapata kulikuwa na magari wakiwa watoto kutoka 20 years mpaka 40 years kulikuwa watu matajiri, but today they have nothing because the family tree iko na limitation, imekatasa msipite hapa. Ukiunderstand hiyo utajua ni jinsi gani ya kupigana. Angalia family tree ya mtu anaitwa Jesus Christ. Ni family tree iliyojawa na usherati. Wacha nikusomea kidogo uelewe. Ni family tree ya usherati na ya premature death. Tusome kitabu cha Matthew 1. The book of Matthew chapter number 1. The genealogy of Jesus Christ. The book of the genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Angalia hapo. The book of genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Wameshikanisha watu wawili hapo. Wameshikanisha Abraham na wameshikanisha nani? Hiyo ndio mudhirimu. Guka ya Yesu ni Abraham. Lakini sasa tuteremke. Abraham alimzaa nani? Isaac. Isaac akamzaa nani? Jacob akamzaa nani? Juda. Sasa tuanze kwa Juda. Juda, the genealogy says, Abraham begot Isaac, Isaac begot Jacob, Jacob begot Judah and his brothers, and Judah begot Perez and Zerah. The genealogy of Abraham, it was a life that was controlled both na Mungu na kule ametoka kwa baba yake alikuwa anaitwa Tera, alikuwa muabudu wa shetani. That is why God alimwambia uondoke kwa familia yako. You get out of your family, I will take you where you are going to be blessed. And that is how Abraham became blessed. He was removed. He was removed kutoka kwa familia ndio aende akabarikiwe. But other people unakuta wamebarikiwa inside the family. Mungu anasema kaa kwa familia nitakubarikia hapo hapo. But now Abraham ameondolewa kwa familia. It's as if God hana nguvu ya kumaliza hiyo uchawi. It's as if God hana uwezo wa kumaliza ule uchawi ilikuwa na Tera. Lakini God decided to build a generation founded on Abraham. He decided to choose Abraham as a foundation of a new generation by building a new generation surrounded or based on Abraham. That is why he had to remove him from the family circle and create him a man of his own self. But now, the challenges of terror persistently followed Abraham when he decided to walk with this son of his brother. Anaitwa nani? Loti. Kumbuka aliambiwa Abraham, usiende na mtu wa familia yenu. Don't go anywhere with anybody from your family. But because of the sympathetic nature of Abraham, he decided to kwenda na huyu mtoto, maana baba yake alikuwa amekufa. So sometimes what you pick, what you decide to go with, you need to reconsider. It affects your tree. Abraham, God was creating a new tree in his life. But now he carried this other branch that affected his tree. And it affected him all along. The entire time alitembea na hako kamtoto, walipatana na shida. Shida ya kwanza, walikutana na Wafilisti, wakapigana. Shida ya pili, alienda akakuta mahali, wakaangalia hawa watu watamuua kwa sababu ya bibi. Kwa sababu bibi alikuwa beautiful na handsome. Akapatiana bibi kwa mfalme. Na akadanganyana akasema huyu bibi si bibi yangu, ni dada yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ni effects za baba yake.
yule ambaye alikuwa na madhabahu, kwa sababu madhabahu ya baba yake yalitaka kuua huyu mwanaume, yalitaka kuua destiny ya huyu mwanaume. Kupatiana bibi yako ni kupatiana destiny yako, because your wife forms part of your destiny. Bwana Yesu asifiwe sana. So wakati alipatiana na wakagundua, na kwa sababu Abraham alikuwa rafiki wa Mungu, Mungu alimtetea by kuzima mashini ya Abimeleku. Abimeleku alijaribu kuingia hapo, mashini ikakataa. Wakalete wagaga wakashidwa. Ndio wakakuja wakamwambia, huyu mwanamke uko naye ndio matatizo. Akauliza, kwani kuna nini? Akaambiwa, huyu unaona ule mjamaa, huyu ni mke wake. Ndio walimuita, wakakuja wakamwambia, chukua bibi yako uende. Na ndio tunaibaga ile wimbo, Abimeleku shokia muka wene. Yani kudanganya tu. But God had made a covenant with Abraham, because God was a friend of Abraham and Abraham was a friend of God. Therefore the covenant they made could not allow God kukubalisha huyo mwanamke alalo na wewe na huyo mfalme. What is the cause of all this problem? Ni kamutu kanaitwa Lutu. Kwa sababu Lutu hakuwa part ya movement ya Abraham. Lutu ni moja, yani Lutu ni madhabahu ya kwao. Maana madhabahu Tera, watoto wake wote na boma yake na shamba yake na vitu zake zote zilikuwa under madhabahu ya uganga na uchawi. Bwana Yesu asifiwe sana. So if your grandfather alikuwa mchawi, muganga, hata wewe saa hizi ni mchawi na wewe ni muganga. It doesn't matter whether umeokoka ama haujaokoka. Lazima the foundation, ile mchanga ulizaliwa kule kwenda dhigira wako, kule hiki kitovu chako kiko huko, ndio you are connected until such a time you disconnect yourself, not by getting salvation. Sio kuokoka unasema Yesu alitukufia, ni kudilink, kukatanisha rurera, kudilink kabisa from that family. You form your own tree. As long as you walk in that tree, effects za hiyo mti bado zitaendelea kutafuna wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Not until you decide now, enough is enough. Ukatwe kitovu, ukatanishwe na hiyo familia, you start afresh. Bwana asifiwe sana. And that is the issue behind Jesus Christ. When Abraham went and decided to walk with these people, with this terror, shida zilimupata mahali popote alienda, alikutana na vita. Mahali alienda, alikutana na challenges. Until ile siku, alidecide akasema, enough is enough. Akamwambia Rutu, chagua mahali unataka. Because alijua inside himself, God spoke to him. Akamwambia shida ni hii. Walikuwa nang'ang'ania 10 acres of land. Walikuwa napigana kwa sababu huyu Rutu alikuwa na ng'ombe na huyu Abraham walikuwa na ng'ombe na mabuzi. So what they walikuwa nang'ang'ania, it is a piece of land. Ya kwamba mbuzi za Rutu na mbuzi za Abraham zinakula mahali pamoja. Na Rutu aliona mbuzi za huyu zitolewe ndio zangu zikule. They were fighting on a petty issue, mbuzi tu. And they were fighting over a small piece of land. So when you are operating on a generational curse, you don't see greatness. You see small things. You don't see tomorrow. You see where you are. When you are operating on a generational curse, there is nothing good for you. There is nothing important for you. You don't see whether God is going to expand you or God can do anything for you. Unang'ang'anianga. Ukiona karakta yako, unang'ang'ania hako kakitu kadogo na hautaki kukaachilia. You are operating on a generational curse in your family tree. When you are free, you don't fight for positions. When you are free, you don't fight for those small spaces. When you are free, you see bigger things. When you are free, you see greatness of God. But when you are compounded by the family tree, curses of the family tree, you see a position because you don't see any possibility beside or be after the position you are holding. So for Abraham, wakati ilifika enough is enough, he told Lutu, take your position. Chukua kile kitu unataka. And the young man, because of the meekness, kuwa is operating under altars za baba yao Tera,
and Abraham has been set free from the altars za baba yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Those are two tribes now. Abraham is different now from Lutu. Lutu is a representation of Terah. But Abraham is a representation of God. So God created a line of himself through Abraham, while Lutu carried the blood of his grandfather Terah. So when they were fighting over possessions. But God was in Abraham to tell Abraham, I am the owner of what you are fighting for. Bwana Yesu asifiwe sana. So when you find you are fighting for that man, it's as though men are not there. If you find you are fighting for that cloth, it's as though the companies of clothes have been closed. I'm telling you, it is because you are operating under a generational curse that limits you into a limitation based on your family. Bwana Yesu asifiwe sana. So it is very important for you to understand, why are you fighting in this position? Why are you restraining yourself? Why are you, ni kwa nini hauoni makubwa, unaona the little thing you are seeing? It is because there is a family tree in your family that dictates you to see smallness instead of seeing greatness. Abraham knew that I don't belong to this class, and he decided, and he told Lutu, take what you need, because he knew all these things, including those atachukua bado ni zake. Bwana Yesu asifiwe sana. To have that knowledge of knowing that whatever this ata ukichukua, I still know it will come back to me. To have that knowledge, you need the revelation from heaven, because it is compounded, it is hidden, it is in an altar, it is in a family tree. Bwana Yesu asifiwe sana. Therefore Abraham wakati alimwambia ondoka, the day aliambia huyu mjamaa ondoka, that is the day his eyes opened. Bwana Yesu asifiwe sana. The day he decided to cut the umbilical cord of the family, that is when God appeared to him. The day you will decide to cut the umbilical cord of poverty, the umbilical cord of stagnation, the umbilical cord of what is challenging you, that is the day God will appear to you. God will never appear to you when you are compounded by other forces of darkness, when you are compounded by other challenges that controls, that limits you, that makes you not to move forward. You have to set yourself free for God to use you. You have to get yourself ready for the usage of God. When Uzziah died, the Bible says, when Uzziah died, I saw the Lord. So something must die in you for God to come in. Jesus, for him to be taken back to where he belongs, the king had to die. When the king died, that's when the message went through the messenger of God that the king that led you to run away is dead. So he went back. So for you to go to your belonging, for you to get into your position, the relationship of your family, the family tree that speaks in your life has to be cut from you. And when Abraham removed this young man, his eyes, the Bible says, opened. And God told him, kuja usimame hapa. And he stood, and he was told, where your eyes can reach, that is where you own. Look the other side. Where your eyes can reach, that is where you own. Then he was told, you are rich like the stars of heaven, like the hair of your head, that you can be, if you can be able to count it, you can. That is how rich you are. But 10 days ago, they were fighting for a piece of land. Little did he know that he owns the whole world. That is a challenge of carrying the family tree with you. It limits you from seeing the greatness of God that is in you. It limits you from seeing how God loves you, how God wants you to be. Let's go back now to the family of Jesus Christ and genealogy. We have seen it's a family that is full of greatness, full of power. Look at Jacob. Look at everybody in that lineage. But this is a family that was followed all along by the spirit of premature death. Bwana Yesu asifiwe sana. All along, including Jesus himself, they died of premature death. You look at Abraham
Abraham begot Isaac, Isaac begot Jacob, and Jacob begot Judah, and Judah his brothers. Judah begot Perez and Zerah by Tamar. Perez begot Hezron, and Hezron begot Ram. Ram begot Abinadab, Abinadab begot Nahashon, Nahashon begot Salmon, Salmon begot Boaz, Boaz begot Obedi, and Obedi begot Jesse, and Jesse begot David. In that lineage, who was not a prostitute there? In that names, those names from Judah. Judah married a wife. And when he married a wife, he begot 3 children. Once the first son married a wife, and that first son died. And the wife was married by the second son, and the second son died. This wife went to bed with Judah himself. They begot 2 children, Perez and Zerah. Bwana Yesu asifiwe sana. Perez and Zerah is a product of Judah with a wife of his 2 sons. And that is the generation of the prostitution and fornication in the lineage of Jesus. You come down to David. David is one person who loved women. Come down to his children. Solomon is one person who loved women. Jesse the same. In fact, Jesse begot David out of something that was strange. Jesse was sending away the mother of David. But the house girl that was in the mother of David decided to do favor to the mother of David. And they lied to Jesse. And they told Jesse, and akajipaka mafuta na manukato, akanuka kama huyu maid, akamwambia bibi ya Jesse ajipake mafuta kama yake, ndio huyu mzee akikuja afikirie ni yeye analala na yeye. So David was not born because of love. David alizaliwa katika ukora, njia ya ukora. Na ndio unaona David wakati wake wote alidharauliwa, maana huyu mzee alikuwa na accuse mama David kuwa ni msherati, na hakika akapata miba, na miba hiyo mzee akasema si yake, kwa sababu hakuna siku anaona alilala na huyu mama. Lakini kulifanyika ujaja usiku moja, huyu mama akaondokea. Huyu mama ya mwisho aliambiwa kuja tu ukule ya mwisho, kwa sababu ninaona utatolewa hapa, na alitolewa. Lakini alitolewa akiwa na bego. Na hiyo bego, God has his own way of removing you from where you belong, because you want to create you a new location. So David alizaliwa in hatred. Alizaliwa akikataliwa. Maana alikataliwa kabisa kwa kusema kweli nilisema huyu mama ni msherati. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hakika mzee ako na uhakika hajalala na huyu mama, but ni katriki kalifanyika. Yeye hakujua amelala na huyu mama, na hii bego venye imekuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa wakati huo wote David amebebwa, Jesse alienda kusema huyu mama ni msharati, huyu mama sijalala na yeye, lakini yako na miba. Little did he know that his own son who will come to liberate the whole community. Bwana Yesu asifiwe sana. When God chooses you to become a liberator, he will cause the entire family to run against you, because the blood of your family is contained and contaminated into something we call limitations. Therefore, lazima akate limitation kwako ndio uweze kuliberate watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama umechukiwa, kama umelaaniwa, yani kama hawakupendi hata kidogo, usione ni kama hawakupendi. Ni Mungu anafanya kazi yake kukutenganisha na failures of your family, kukutenganisha na downfalls of your family. He is creating a new you through you being accused, you being isolated, you being fought, you being neglected, you being looked down upon. He is creating you. He is lifting and creating a new you that will bring a new dimension of looking at things. So David was born, and when Samuel was sent to go and bless the one son of Jesse, it was completely in the mind of Jesse that David cannot be blessed because ni mtoto aliyezaliwa nje ya ndoa. But God was coming for that son. He knew
You are coming from the seed of Abraham. And whatever that is coming from the seed of Abraham deserved a blessing. So Jesse walidanganywa kwa macho, wakakosa kuelewa ya kwamba David ni mtoto wao. Wakati wa kumwagiliwa mafuta waliulizwa, lete watoto wako wote. Mzee Jesse aliwalete watoto wale anajua ni wake wote. Sincerely, he didn't have a grudge with David. Alilete watoto wake wote, wale ambao alijua hao ndio wake. Bana yeye maisha yake aliishi kujua David si mtoto wake. So God removed ownership of Jesse from David so that he can create David to conquer nations. So once for you to succeed in life, that lineage that controls, that limits you has to be cut. For you to become the prophet of God, you have to be cut from Hawa Waganga. You have to be cut from the family that is full of limitation. For you to succeed in business, you have to cut any relationship you have with your family. For you to own duka ama biashara kubwa kubwa, you must, wale watu wamefaulu kwenye biashara kubwa kubwa wamekata lineage ya familia zao, because the lineage utaenda unakuta yeye tu ako na magari, ako na supermarket, yeye ni tajiri, but his brothers and the sisters wote ni masikini, because he cut the lineage that connected him or her with the family of poverty. Now he's not in the family of poverty, he's living his own generation. He has created his own family tree in the form of business, in the form of successes, in the form of growth. So you must be able to cut completely the spirit or the lineage that controls you. Jesus was one of the people that were affected by failing or having failed to cut it until such a time he was dead and rose up. That is when he cut that lineage of premature death. Ukiangalia hao familia hiyo yote ya kutoka kwa Juda kupanda, it is full of premature deaths. Watoto wa Juda walikufa wakiwa vijana wadogo. Watoto wote ukipanda juu, akina hao wote wa David, pia David mwenyewe. Why? They were compounded by the spirit of immorality. Familia mzima mpaka Yesu, they were compounded in the spirit of immorality. Immorality brings premature death. Immorality destroys your business. Immorality destroys what is your future. The vision you have is killed in the spirit of immorality. So Jesus, hata wakati alikuwa ameenda akakutana na mama Msamaria, it is the same spirit. Ile huyu mama alitegeza, alienda kwa kando ya kamuto, akakaa hapo akijua Yesu atakuja. Sio eti hakuwa anajua, alijua, na akaanza kuchota maji pole pole, kwa sababu alijua huyu jamaa ndio kagoshera na haha, na akamtegea. Na Yesu alipokuja, mama kalianza kucheka vizuri na kusmile vizuri, kakajiweka in position ya kunyakua huyu jamaa. Naye huyu jamaa kumbe alikuwa amemuonea 18, akamwambia hata kwa nyumba uko na wangapi? Uko na 6. Akamchukua. But the spirit hii ni kufuata, inafuata Yesu. Maana wakati Yesu alianza kutembea na yeye, bado mama alisema, alienda akanunua mafuta makali, expensive, mafuta mzuri. Akaambia mzee, nataka kukumasaji. Akaanza kumasaji na nini? Na nywele. Ni siku gani? Tagulini. Umesikia nywele na masaji. Ni kwa nini? Kwa sababu anataka kutumia kichwa. Unajua huko hako na mturosa kama hizi, walikuwa nafaa kajo. Kwa sababu mentality ya mama, huyu mzee lazima nitakuchukua. Huyu mzee noginya garuda kama mwana akanega karamuno. So akachukua mafuta very expensive, akaanza kumsugua na kichwa, akamsugua mguu akipada. Sasa unataka kuimagine alikuwa anapada kienda wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Ajenda yote ilikuwa moja ya kupada akiedaga. Ndio hawa wazee, unaona wazee, nimeleta wazee hapa, ndio walisema hapana, hii mafuta tungechukua tuende tuuse ikitutengenezea pesa. Si pesa. Huyu mjamaa alikuwa anaitisha samaki, anakata hivi inatoka pesa. Money was not a problem to Jesus, but these people walirealize huyu mama mahali anaenda, tusipoangalia the next minute hatuna mhonokania, amebebwa. Wakaanza, Juda ndiye alisema na akaangalia, ni vizuri kukuwa na viherehere kwa nyumba yako. Ni vizuri. Huyu jamaa akamwambia hii imeenda hii.
hii imeenda. Wakasema hapana, iendi. Wakakamata, wakaodoa mama, wakambia mama, hii mafuta wacha tuangalia maneno mengine. Ndio wakamtaka moja. Because that spirit ya kina Juda, spirit ya kina David, spirit ya kina Solomon bado ilifuata Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo spirit ilikuwa ina contribute to premature deaths. Na hata unaona Yesu amekuwa na miaka ngapi? 33. Was it not a premature death? It was a premature death. But he had the power to conquer the premature death. He had the power to resurrect and conquer the whole thing. But you don't have that power now. You need to understand what is this that is in our family tree. When he came, alipokufa, wakamweka kwenye msalaba, kisha wakampeleka kaburini. Alipoingia kaburini, akafunja misingi yote, akatoka akiwa in a new foundation. Praise be the name of God. That is what you can be able to do, to conquer your fears, to conquer your challenges, to conquer those things that obstruct you. Family foundation is a root beneath surface that produces bad fruit or the good fruit. It is a simple cause that is passed down from generation to another generation. Let us look at the book of Exodus chapter number 20, verse 4 and 6. You shall not make yourself a carved image, only in likeness of any likeness of anything that is in heaven above, or that is earth beneath, or that is in water under the earth. You shall not bow down to them, nor serve them. For I the Lord, your God, am jealousy God, visiting the iniquity of the fathers upon the children, to the third and the fourth generation of those who hate me, but showing mercy towards those who love me and keep my command. So whatever that you do will be passed over to another generation. And he's saying that you shall never create an image that has an image here on earth or in heaven or beneath the water. Meaning the foundations are created here on earth, beneath the water, and in heaven. So that is where we form the foundations. That is where when you have a rosary, rosario, and you put here in an image of Jesus Christ, that is a foundation you have formed yourself of another God that you worship. That is why you see these people who worship and live with this God, a rosario in them. Jesus hanging on the here on the cross, and then it is operating from here. Na wanasema wanaenda hivi. This is a God they are carrying. A God that they don't cover with the blanket when they go to bed. A God they place on the table as they cover themselves in the blanket. Bwana Yesu asifiwe sana. Ama umewahi kuona mtu akilala na rodhario? Anatoaga rodhario, anaekelea kwa mesa, yeye anaingia kwa blanketi. Anaacha mguu yake kwa baridi mpaka asubuhi. Alafu anamwambia Mungu kuja tuende. Wanaenda safari. So this is telling you that whatever you are worshiping, whatever you are following, whatever you are doing, it is, you must look at it and then you look whether it is compounded in a family foundation. A family foundation can destroy you. A family foundation can lift you up. There are people who don't struggle in life because the foundation they have come from imetengenezwa barabara mzuri. Na kuna watu forever, the entire family, they toil, they struggle, they work very hard, they struggle very hard, but they are still not getting anything. There are people who just sit, who just do nothing, but unaona pesa inakuja na watafuta tu. Unasikia tu alikuwa amekaa, akapigiwa simu na mtu wako Amerika, akamwambia nitafutie hapo area za Ruda, nipafutie eka 20. Na unakuta msugu anakuja ananunua hizo eka 20. Nasikia nini yake, commission yake ni milioni 100. Naona kimutu kimeanza kununua magari, but he does nothing. Ni moshana tu na kukunywa pombe na chang'aa. Na wewe umesoma, uko na degree 3 na umetoka umeenda Israeli, umesomea mpaka kulea ng'ombe, lakini kwako hata ng'ombe zimekukataa because the foundation in your family does not allow you to be so.
And there are people who just be in positions of power. They find themselves in positions of power. Hata ukijaribu kumsukuma hivi, ndio unaona huyu mjamaa wetu huyu wa pili, watu wana shida wakisema ni mtoto wa fulani, mtoto wa fulani. Hakika ni mtoto wa fulani, na ndio amejikuta into power because fulani alikuwa na power. Bwana Yesu asifiwe sana. And we survive that way. Kwa hivyo you must go and renegotiate. Ask yourself, which kind of a family tree are you coming from? Which kind? Is it a family tree that is compounded by poverty? Is it a family tree that there is nobody in your family that can, ungalia family tree ya Jesus. They asked, huko kuna ni nini kizuri? Kinaweza toka wapi? Yeah? Ni kitu kigani kizuri kinaweza toka Nazareth? Because it totally other Nazareth, it was full of the families za poverty. Until such a time, then unasikia huyu mtoto hakuzaliwa na watu wa huko. Alikuliletwa mtu mwingine wa nje ndio atomoe bego hiyo iende katawale dunia mzima. Mungu aliangalia kajua hapa hii yote ni poverty mtupu na Nazareth. Nothing can come out out of this. So Daudi akakuja, malaika akakuja na ukasemekana ni malaika na Yesu akasaliwa from a different line. From what? A different line. That is how Jesus was born. And he became a king upon kings. Hallelujah. How many of you are blessed tonight? How many of you feel that you're going to do the research of their family tree? How many knows that now, from today, I know I'm suffering, not because I've been bewitched, but my family tree does not allow me to become. Most of you here, it is your family tree. You are sick because of your family tree. Unakuta kuna family, ni wazuri kabisa lakini unakuta wanapata ukimwi. Kwa sababu ya kwenda kusaidia mtu kwa road accident. Kwa sababu it is dictated so. Bwana Yesu asifiwe sana. It is dictated so. Lazima hii ugonjwa itatoka hapa. Lazima hii kitu itatokea hapa. Lazima hii poverty itatokea hapa. Mtu mwenye ametolewa kwa poverty haizo lineage, hata adikwe kwa ofisi ya deputy president, umkute kwa barabara, sura yake inakwambia huyu mtu hata kama ako na mamilioni ya pesa, sura inakataa. Sura inakataa kabisa. Akitembea tu naona hii ni poverty in money. Ni mtu mwenye ameingia in the wrong territory. Ushaikutana na mtu anakuambia ni director wa kitu lakini ukimwangalia sura inakataa. Bwana asifiwe sana. Na ushapatana na mtu unamuona tu hivi unaona pesa na hata hana dururu. Umwambia ni tu kagodelesha unaona ameweza kupindua macho hivi. Kwa sababu she belongs where money is, but she is unable to locate where the money is because of the family tree. Bwana asifiwe sana. Sisi tusimame kwa miguu yetu. It was short and powerful, sindio? Wonderful. Next time we shall go deeper. It's a huge topic. This is a huge topic. Nilikuwa nataka I've prepared you to understand the whole thing. On Sunday we are going to go deeper into nitty-gritties of many things. Some of the things ambazo tutaangalia na tutaangazia ni types of family foundations. Tutaangalia kuna one type is adultery, another type is sinful patterns, kuna familia iko na sinful, yani lazima mjikute kwa maovu, lazima upende usipende utakuta these are sinful patterns in the entire family. Unakuta kwa tata kuihorete umaraya, kwa mama ni mara niyo matekaga kawagwale, kwa shosho ni matekaga na ikuru, kwa ngania matekaga America, kwa ngania me Germany niko matawarete. Unakuta kuna pattern that is consistent in the entire family. So we shall get deeper into these things so that you can understand where do you belong. Ndio understand kama wewe kwenu ni umaraya, ndio tu deal na hiyo umaraya. Ndio tujue kama kwenu ni poverty, tushughulikie poverty. Ndio tujue kwenu kama ni rejection, ndio tushughulikie rejection. Kwa sababu ninaweza kukuoa vizuri na tufanye harusi lakini 6 months reject. Uchukuliwe na mwingine 6 months urejectiwe. Uchukuliwe na mwingine 6 months ujirekwe. Sasa una understand it is the wanaume hao what is problem, where the problem. Bwana Yesu asifiwe sana. So you need to understand that. So it is a very, very deep subject. Na tutaienda for another next 3 Sundays.
Bwana Yesu asifiwe sana. So mu expand, hata pia nyinyi mfanye research. Ndio nikiongea kitu kinaigiana, si ndio? Msiende tu kulala. Watoto wanafanya research. Wanafanya research, unataka kujua nikio gwito kuhiana, nikio gwito kuikara. Unakuta mtoto umemsomesha, hata amesoma kuna madigiri zote, lakini nothing to show. Mtu amesomea kama hesabu, anafanya accounting, lakini nothing to show. Mtu ni mzuri, lakini angalia nikio huko weshina gigo how kuchomelea nini? Chuma kwa shingo. Tochi kakuchoma. Unaona huyu? Hiyo ndio nasema. Hii amechomwa na tochi. Tochi ndio imemchoma hapa. Tochi. Ta imagine tochi. Hiyo shineta. Tochi. TIG welding. TIG welding. Nini TIG welding? Kama hii. Unajua kutengeneza hii? Sienda nitengenezea moja kama hii. Utaweza? TIG welding. Unione basi, unione. Nikupatie kazi. Nimekuhurumia. Kama ni hii kuchoma. Badala ya kuchoma mkono ilichoma hapa. Si unaona hapa kuna kitu? Hapo kuna kitu. So tutaendelea kuangalia na tutasoma zaidi. Wacha niangalie. There are 4 types of foundations ambazo tutaangalia. There will be 4. Destructive behaviors, number 3, and number 4 it's physical and mental sicknesses. They are part of the family structure. Na hapo ndio nataka tutaangazia physical and mental sicknesses. Hizo zote ni familia. Ukiona kwenu kuna mogoroki, wacha kurukaruka sana. Chukusa ilitoka wapi kwenye familia. Na hapo ndio utajua how to deal with it. Sio kupeleka mtu akadugwa shidano. Sasa ukono wa the shidano ogere madharede. Yes, no mukiondoke uge kwanyu. You have a sister who had a similar problem. Amegoroka. Si unaona? It is in the family. Lakini walitaka kumduka sindano. Akanipigia simu nikamwambia sijaribu. Na nikaambiwa ambie ni mimi nimesema. Bwana Yesu asifiwe sana. So you need to understand. You need to know and to be able. So I want us to have this song to worship so that we can, I want us, all of us, we worship together. As you pray to God, akupatie capacity to be able to discern what is in your family tree. I want us to start that because I want now to pray for you depending on what is in your family tree. That is what makes you understand why you are suffering until today. Irrespective umesoma, umefanya mambo makubwa na umekuwa kwenye mambo mazuri, but you are still suffering. May God of heaven forgive us. So open your lips, asking God to help you to understand your family tree, to understand your family structures, to understand your family organization. Usikamsikae tu mahali pamoja kama kisiki. Tembea tu, nyumba ni kubwa. Hii nyumba imetengenezwa kwa sababu yako. Tembea speaking tongues. Speak in tongues. Speak in whatever language you want to speak. Kneel down, lie down. Ile njia utaona mzuri ya kukusaidia kumtafuta Mungu. Fungua kinywa chako. Ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe. Ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe. Wakupewa sifa na utukufu na heshima, ni wewe. Wewe Mungu hauweza, ni wewe. Wakupewa sifa
Wakupewa
Naomba mkuje hapa mbele. Come here. Endolezi chuma. Kujeni hapa mbele. Hapa mbele kabisa. I want us to deal na foundation hizi. To deal na family foundation in your life. It has costed you a lot. It has destroyed the fabric of your life. It has made you to become stagnated all along. Munaweza kusaraut huko kwote, this side or this side. Just cover, kuja tu, karibia tu. Sio lazima tu kanyage mkeka. Niondole hizi chuma. Somebody remove this. Yes. Thank you. Come kabisa. Just come. Ule anaenda wapi? Ule anatoroka. Ni nani huyo? Come. Munaitwa nyinyi yote. Kila mtu aliye kwa nyumba hii. Everybody in the house. The reason you have the challenges you have, it is not because you are not hardworking. It is not because haukai in Nairobi. Some of you are in Nairobi, but watu wako Geshagi, they are better off than you. Some of you live with uncles. You have uncles who are very rich. But even if they gave you money, you are still poor. Even if now I give you 1 million to some of you, in 1 week's time, utakuta hauna hata druru, and there is no investment. It is not because you don't have a brain to do this. It is not because you don't have knowledge of understanding and doing things right. It is because of one thing, that the family foundation in your life limits you. Kuna watu mmewekewa kupata shilingi 10,000 ni shida. Ukipata shilingi 11,000 lazima mtoto agonjeke. Kuna watu wamewekewa utakuta money flows through your hand. Ina fly kufly. Unafanya hesabu na wiki mzima nimeguza milioni 10, lakini hauwezi kupeleka mtoto hata shule ya class 10 tewani. You cannot afford a lunch, a meal. You cannot even afford anything. Hata kununua kaguo hauwezi. But money that is flowing inatembea kwa mikono yako. Ni mpesa ambaye hata wewe ukifanya hesabu unaona in a week 3 million zilipita kwa mkono yako. Lakini nothing to show. It is not your mistake. It is not your failure. Wengine wa bwana zao mumefanya kazi for a long time. Wamefanya kwa NGO, wamefanya kwa makampuni kubwa kubwa, wamefanya kwenye makampuni za kiserikali na private companies where salary is good. Salary is 120, salary is 150 with allowances not counted. Bwana Yesu asifiwe sana. But you ask, wameretire with nothing. Ukiwauliza ulifanya nini na pesa? No explanation. Na hata mkifanya na yeye utafanya hesabu na unaona hakuna mahali alimisappropriate pesa, but there is no money. Kuna watu wameweka mabiashara, biashara yako ni mzuri, but there is nothing you can account for. Biashara iko inaonekana, lakini na wao unaonekana, na wao unaonekana uko na sura ya pesa, lakini ambia wewe mtu nipatie 2,000, atakwambia sina. Sikupenda kwako. Kuna mtu ameanza, mmekuwa na ndoa mzuri, the day God blesses you with money, ndoa inafujika. It's not your mistake. There is a foundation. That is where Abraham aliambiwa asiende na mtu hata mmoja wa familia, because the family of Terah was limited. So he had to go alone under a new condition that is not associated with the clan, with the family of Terah. So for you to succeed, you must chart your own way from today. For you to become that great person you want to be, you must chart a new way from your mother, a new way from your father, a new way from your grandfather, a new way from your grandmother, a new way from the territory you were born. Because even the place where you are born dictates the family plan, dictates the family structure. Kama ulizaliwa kule kunaitwa ka Murang'a huko Gaturi kwa wachawi, hakuna siku utajaribu kujipaka mafuta, nothing comes out of it.
hata ukijaribu kufanya maneno mzuri aje, bado utakuta you are limited. Hata utoke hapa uende Amerika, ukienda Amerika utakutana mtu wa Gatuli na utajua huyu ni wa Gatuli. Madhani ya Osho. Ukienda Amerika ukutana na mtu wa Kiadutu, utajua huyu ni wa Kiadutu, kwa sababu alitoka kwa Kiadutu lakini bado ni attached. Kama hajakatanisha hiyo code ya Kiadutu, hata aende Amerika utamkuta tu ana behave kama Kiadutu. Utakuta amepanda tunyanya hapo nje ya mlango, utakuta amefanya tu vitu tukine sarakasi huko, utakuta baka amekata nyumba yake, ni nyumba ya bedroom 3, lakini bedroom ameikatanisha na kishuka, kwa sababu akili ni za Kiadutu. Sababu ile kitu imemkamata ni msingi, sio makosa yake, anajipata into it. Hata akijaribu kungangana kujitoa, utajipata. Hata uimbe mzuri namna gani, utakuta uimbaji yako haikusaidii, because you are still what? Si unaonanga ukitoka hapo umepiga mzuri, ukipitia pale Masai Lodge, unaona na ile kijana anaitwa Devi, unaingia kwa kona moja, unajikuta kwa kirasi. Bwana Yesu asifiwe sana. The next 10 minutes unakuta ameanza kutodoira. Na si kupenda kwake. Ametoka na hapa tukiomba, aliomba na akasema Mungu nisaidie, na akaapa dikonywa mode na dikonywa. Akishuka matatu hivi, rafiki yake David ndio huyo. Naambia hebu kuja, hata nilikuwa na kastori kako na kamepamba kiingia, kamata kamoja na kamata, acha tu nioje. Unajua niliokoka, acha nioje. Kuoje, the next minute anasema lete moja kama hiyo. Si kupenda kwake. Tulikuwa na huyu kijana Mkodiro ambaye tulimpeleka DRC kwao. Mkodiro hata tulikuwa tunamnyima pesa deliberately. Mkodiro kumhusisha shilingi 2,000 peke yake, lazima amutamuona mpaka kesho na mtaenda kumtoa polisi. Mtamtoa polisi kama yeye ni mlevi na alishikwa. Pesa tu iondoke, na pesa ikiisha, Mkodiro ukimnyima pesa akae hana ni chakula tu unampatia, anakaa mzuri, a royal boy, a good boy, lakini mhusisha shilingi 10,000. Kesho lazima umtoe polisi. Na siku alienda, alikuwa anapita barabara, polisi wakamuona, wakamshika. Hivyo tu. Lakini bila pesa, hata napitiaga kwa gate ya polisi hapo na hakuna. Hata siku moja tulitembea, nikamwambia hapo Buruburu, nikamwambia sasa uko na pesa? Hapana, tuende kupita hapo kwa gate ya polisi. Akapita na kaenda nyumbani, na kesho akakuja, nikampatia the following day 10,000. Hapo kanisa pale City Stadium, alitoka kwa kanisa ukanyaga tu hapo chini, kijana kuja. Because there is a limitation. That is a one kutoka sasa for the next days ambazo tutakutana tena, because I don't think Sunday we shall not have a class on Sunday. We are going to have this class on Wednesday. If God will allow you to come, just come on Wednesday to continue this one, or you follow us online, because tutakuwa online. Therefore, this is one thing I want you to do. You have a problem. Tell your neighbor, I have a problem. And this problem is our family tree. Please help me to pray. Mwambie akusaidie kuomba. Na wewe uende uombee huyu. Na wewe uombee huyu. Na wewe uombee huyu. Hivyo, yani pray for one another. Uende uchukue kanisa hii yote. Hii ni kitu ngumu kuacha. Family tree. Unaona ilikuta mpaka Yesu kwa mto, na ikamwambia huyo mama alikuwa anataka huyo mjamaa, because ni jamaa. Yesu ni toro daka de hadisam. Alienda kwa mtaro, akaambia alikuwa anataka Yesu, hakuwa anataka hiyo maneno ya kihubiri. Ni kwa sababu ya nini? Family tree. Musa alikosa kuona Canaan because of the family tree. Hasira ile ilikuwa ndani yake. Hiyo klani yao ya Lewi ilikuwa klani ya mahasira. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Dioriana alipatiwa madhani tu ya kutoka kwa Mungu. Imagine ni jamaa ametoka kwa Mungu, lakini alikasirika. Badala ya kurudi kwa Mungu kumwambia tumodo tu kutokea ile tena, alishika hiyo tablet akaigogesha chini, akakosa kwenda nini, alipelekwa kwa mlima na Mungu akaambia ndio ile kana ndio ramiana, lakini hawedi because of the family tree. The family tree. Nataka mwende mfanye research ya family tree yenu. Ufanye research kabisa, uone all your failures zilitoka wapi, marriage yako imeangukia wapi. Kwa sababu wengine wanasema ati marriage yangu, bibi yangu amenikataa,
Sasa nilienda, tumekaa miezi 6 na ndipo tulikuwa tumekaa vizuri. Angalia jina huko nyuma. Angalia, utakuta generation kama 4 kulikuwa na hiki kitu inafanyika sasa. Hii pattern ni iko kwenu. Si wewe umekuwa wa kwanza. Hii pattern iko kwenu. Kuna wengine tuseme tunapoteaga. Pesa ikipatikana kamseka anapotea. Ukiangalia guka yako, uende ulize sio atakwambia msee alikuwa anapotea. So the family tree is strong. Na haijalishi na haitaki ni nani. Haitaki kujua. Kama haikutaka kujua Yesu, haikutaka kujua Musa, wewe ni nani? Who are you? Bwana Yesu asifiwe sana. Inahitaji maombi na kuifanyia research. Ndio maana Yesu lazima angeingia kaburini ndio avunje misingi yote. Akitoka huko misingi yote ya kuzimu iwe imevunjika. Bwana Yesu asifiwe sana. Na akashinda kifo. Na hapo ndiye alishinda mauti iliyo kwenye familia yao ya premature death. Tuinue mikono yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, wewe ni Mungu, una uwezo na mamlaka. Wewe tu ndio unajua misingi ambayo imekamata watoto hawa wako. Wewe ndio unajua familia hii wametoka kwenye familia aina gani. Ni familia zilizo na umaskini ama utajiri. Ni familia ambazo zinakuabudu ama hazipendi kukuabudu. Lakini najua ukiwa na uwezo, kwa sababu uko na uwezo na unapenda watoto wako hawa na wale wanatutazama kule nyumbani, ukawashike mkono kutoka leo, ukawapatie ufunuo, wajue familia yao imekaa namna gani. What is their family tree? What eats their family? What has destroyed their families? What has made them to stagnate? What has made them to be wastages? That whatever, hata wametafuta mautajiri, wametafuta mapesa, wameenda mpaka nchi za ng'ambo, lakini there is something that is following them, that is emanated from the family. Father, just as you did to Abraham, you disconnected Abraham from Terah so that you may bless him. Father, today I disconnect your children. Ninawatenganisha na misingi ya kifamilia. Ninawatenganisha na dhambi za kifamilia. Ninawatenganisha na kasi za kifamilia. Ninawatenganisha na umasikini wa kifamilia. Ninawatenganisha na rejections za kifamilia. Ninawatenganisha na miungu ya kifamilia. Ninawatenganisha na madhabahu ya kifamilia. Kutoka leo wamekuwa huru na wametenganishwa, na kutoka leo Mungu kawatendee, ukafungue familia hizi, ukaachilia utajiri na misingi yote ya kuzimu ambayo imetawala watoto hawa. Kutoka leo naivunja the mighty name of Jesus Christ. Mashosho na maguka wachane na watoto wa Mungu. Misingi ya waganga, misingi ya wachawi ikabomoke in the mighty name of Jesus Christ. Sema, from today, mwana wa Mungu, tawala maisha yangu. Jinsi ulishinda mauti, hata mimi nishindanie. Nimekataa na premature death. Nimekataa na roho ya umaskini. Nimekataa na roho ya stagnation. Nimekataa na roho ya kujiua. Nimekataa na roho ya kutoa mimba ya vision. Inaitagwa roho ya miscarriage. I speak against the spirit of miscarriage. That from today, my dreams will stand. From today, what I dream that is positive, that is godly, will prevail. That my children will not suffer. I will not suffer. My marriage will stand. My children will be successful. My husband will be successful. My wife will be successful. All limitation that emanates from my clan, from my tribe, from my area where I come from, will never prevail over me. My God will prevail. My God will prevail. Ninakata
ninakata misingi yote ya kifamilia. Ninakata limitation zote za kifamilia. Ninakata limitations za ndoa. Ninakata limitations za kifedha. Ninakata limitations za watoto. Nimekata limitations za kihuduma. Kutoka leo mimi ni mshindi. Semeni amina. Thank you. God bless you. Wekeleeni sadaka zenu hapa. Wekeleeni sadaka zenu za kukubaliana na hiyo confession umefanya. Always when you make a confession, unafanya. Watoto wote ambao wako hapa, niletee hapa. Leteni, kujeni watoto wa pastor. Kujeni. Watoto wale wote wako hapa. Hata haka kanilete. Katalia, kanajua dada yake. Ana tunafana na baba yao? Eh? Say hi. Hata wewe ni wa? Na wewe ni wa nani? Kale kingine kalipelekwa. Esther. Iko wapi ile kiherehere? Esther. Keho kaka kiherehere kale kaka. Ulipeleka home? Kai. Huyo mjamaa ni mzuri sana. Atakuja kukua mtu mwingine kali sana dunia hii. Hai. Sasa ninataka kubariki. Kujeni padi. Space ni kubwa padi. Wacheni kukaa ni kama mmekujwa. Pastors, mama nyuma ya hawa watoto. Nataka to declare success in these children. Misigi ile imekufuata na imetufuata isifuate hawa. In this context tunaweka watoto wetu wote. Kwa hivyo simama, utainua mikono yako hapa, na kama uko na mtoto, uko na mjukuu, wote inua tu mikono yako, unyooshe padi hii. Ushirikiane na hawa. Hawa ni wana represent. Mimi niko na watoto, si mnasikia niko na watoto wengi. Kwa hivyo hata mimi nitainua mikono yangu 3, 4 ndio niweze bali popote wako wabarikiwe. Na ukiweza, wakati tunaomba, taja jina ya mtoto wako, taja majina ya watoto wako, useme umewafungulisha katika misingi yote ambayo inaweza kuwa inawazuia. Family trees, family curses, generational curses in their family. Limitations za aina zozote zizikutane na watoto hawa. Maana sisi tumekutana na mambo magumu na maisha magumu, lakini hawa tunakata, turege rurira. Watoto wako wale umezaa, wewe unajua zile tabia ulikuwa nazo, ulikuwa mkora, ulikuwa msherati, umerukaruka, umehanyahanya, hiyo kitu ulifanya, umukate, uambie roho hiyo isifuate watoto wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Asante Baba, katika jina la Yesu Kristo. Watoto hawa nimewaleta mbele zako, hata wale wangu ambao nimezaa, wale ambao ni wa uzao wangu, na hawa umenipatia wa kiroho. Ninawatenganisha na maroho yote ambayo inaweza kuwainukia. Maroho ambayo imetokana na the family tree, na misingi ya kifamilia, na miti ya kisafamilia, na generations zozote ambazo zinainukiaga watoto. I disconnect them. Wanaweza kuwa tulizaa na watu ambao walikuwa ni wachawi, ama tulizaliwa na watu walikuwa ni wachawi. Kutoka siku hii ya leo, ninatenganisha uchawi wowote ambao umenifuata kutokana na kule nilizaliwa. Watoto hawa tunaweza kuwa tuliwazaa katika hali ya usherati. Ninawatenganisha kutokana na usherati tulioufanya, kutokana na maagano ya kiusherati, kutokana na misingi ya kiusherati. Watoto hawa tuliwazaa tukiwa ndani ya baa, tuliwazaa katika hali mbaya, hali ambayo si nzuri. Watoto hawa ninawatenganisha na maroho ya baa, na maroho ya wizi. Wengine tuliwazaa tukiwa walevi, ninawatenganisha na spirit ya ulevi,
inawatenganisha na spirit yoyote ile ambayo inawafuata. Watoto wangu wote, akina Sami, akina Waboi, akina Susi, akina Danson na wao wengine wote Joroge, ninawatenganisha, ninawang'oa kutokana na mpango wowote ambao shetani aliwapagia, ama matendo yoyote niliyoyafanya ambayo yanaweza kuwafuata nyuma. Ninatenga kiini chochote ambacho kinaweza kuwazuia wasiweze kufaulu. Kutoka leo, I declare and decree these children, they will be successful in life. I declare and decree these children will succeed in every field, in whatever they will touch, in whatever they will do. God will make them succeed. God will make them succeed. Misingi yote ya kuzimu haitawapata. Misingi yoyote ya kuzimu haitakutana na watoto hawa. They will succeed in all the fields ambazo sisi hatuku succeed. They will win every battle that is in their life. Hata watoto wenu nyinyi ambao mmeinua mikono wakabarikiwe. Vijukuu zenu, vitukuu wote wakabarikiwe. Wote wakatenganishwe na vitu vyovyote ulivyovifanya ambavyo vinaweza kufanya maisha yao ikawa magumu. Kama kwenu kuna family tree ambayo iko na premature death, kutoka leo hizo premature death imeanguka. Kama kwenu family tree yenu inasema ni nyumba ya umasikini, kutoka leo utajiri imeanza kuingia. Ukitoka hapa utapata na mtu atakwambia Mungu amekubariki. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama kwenu the family tree inasema hakuna maendeleo, kutoka leo tayarisha maendeleo imeanza kuingia. Kama kwenu ni tunyumba ni twa matope, this year ikienda kuisha itakuwa nyumba mzuri. Kama family tree yenu inasema ni spirit ya Esau, hand to mouth, from today spirit ya Jacob imeingia. You become an investor. From today umekuwa investor. Mungu akufungulie njia zote. Mungu akufungulie mamlaka yote. Mamlaka yote ya biguni itembee pamoja na wewe. Mamlaka yote ya biguni ikuinukie. Kwenye familia zenu wote, madada zako, makaka zako, anko na anti wote, milango ifunguliwe. Na kama kuna anti mchawi, kama kuna anko mchawi, kuna guka mchawi ama sosho mchawi, hiyo uchawi yote nimeinalify in Jesus name. Chukua dakika mbili useme thank you kwa God. Mwambie asante Baba kwa kusikia maombi yangu. Asante kwa kunifungulia njia zote. Asante kwa kuniwezesha. Asante kwa kunifaulisha. Thank you God. Thank you God. Thank you God. Kama wewe ulikuwa mnabii, umetauliwa na Mungu katika roho ya kinabii, sasa imeshuka, hiyo roho imeshuka kwako sasa. Kuna watu wanafunguliwa, ninaona watu wakifunguliwa. Kuna watu wamewekwa katika hali ya umaskini forever, milango yenu inafunguliwa sasa. Naona mmeachiliwa huru, mmeachiliwa huru. Mungu atakuja kwenu through dreams, through visions, na mtazungumziwa. Whatever is happening here, it will be confirmed to you somewhere else. Somebody is being open, anafunguliwa. Kuna mtu anafunguliwa. Roho ya umasikini inaondoka. Roho ya umasikini inaondoka sasa. Roho ya umasikini inaondoka. Roho ya kunyang'anywa, kudharauliwa, kuchukiwa, roho ya kupoteza vitu, ndio hiyo inaondoka. Ndio hiyo inaondoka. Ndio hiyo inaondoka. In the mighty name of Jesus Christ. Hautanyang'anywa vitu zako tena. Utakula jasho yako venye inastahiki. Watoto wako watasafiri dunia yote. There will not be limitation. Biashara yako imekubali. Utai passport. Nani anasafiri? Unaenda Canada? Hapana. Dubai utaenda, lakini utaishia Canada. Kuna mjamaa atakupeleka Canada. The peoples. Na Mungu atakubariki. Unajua nini? Karibia.
God will use you in his kingdom. But the devil amekuwa kikuhaunt mpaka kichwa yako imekuwa ngumu sana. Usikiangi, ukiambiwa acha huachangi. Unaona kama wanakuchukia, unaona kama hawakupendi. Umekuwa a thorn in your family. It is the devil trying to kill you. Don't allow the devil to kill you. You are a child of heaven. You are a prophetess. And I pray and greet you. Na ninakuzunguka na damu ya Yesu Kristo. Nguvu zozote za giza katika maisha yako, mailiminati na hata hawa magay walijaribu, malesbian walijaribu kuzungumza na wewe wasikuone. Hao walijaribu kuiba soro yako waipeleke ndani ya bahari, hawatakuona tena. Hii roho imetokana na kina shosho na kina guka. May disconnect in the mighty name of Jesus Christ. Serve God, he will magnify you. Okay? Uende uachane na vitu zote zao. Si kuna vitu zao uko nazo? Tutabia na tu vitu hivi. Tua kwa shetani. Uende uachane na tu wote. Ukiachana na tu, come ukuje utaniambia hapa. Mungu atakutumia mpaka utashangaa. Umenielewa? Kuna kitu nimekuwekelea. Nimesema tu kweli. Thank you. God bless you. Ni nini amefanya? Wamebarikiwa. God bless you. Nani alikupa rangi mingi hivi? Kwa nini sasa? Kai, ukiri muthaka already. Ukiri kitu githaka. Ni wewe muthaka mwana itu. Yo nyihanyihie. Titoru upunguze tu kidogo. Ni mzuri. Lakini punguza tu kidogo. Ndafu usiweke, unaona kama sasa hii nguo umevaa inakutoa unakaa mtu ambaye haeleweki. Umeona? Sasa watu wanaanza kukufikiria vibaya. Na uko mrembo. Kile mtu mtaka kitu kiega. Tabaoni hagi. Si unaona katoto kani karembo? Kanakaa tu agu. Si ndio? Yeseji. Kai. Unameka. Sawa. Mumebarikiwa watoto, tokeni sasa. God has blessed you. And now may the grace Amen. Kaiwa moyo akurathime. No tige kiha kia ngoro. God has done it. Kindu gitari giaku gitigwikara nawe na kindu giaku ni gigwikara nawe. Ndio rathimo. Na urute wira na kio. Na utigane na mbeca icio. Hare mbeca urakinyira. Tigana nacio. Coka hare warutete icio ingi. Mwire akunengere 10,000. Akunengera 10,000 ugoka nacio guku. Ucinyitete uguo. Nigakwira uria ugeka. Mutikiinoke riu. Unajua na hubiringi nimeona hiyo kitu imeanza kufanyika hapa. Nikimaliza mnakaa ni kama hamtaki kuenda. Ni kama hata mimi naacho nikifikiria ni kama nimefanya kitu inaitwa anticlimax. Hallelujah. Kama yule hataki kuenda, anashida yule watu kaneke. Na mimi najua nyinyi ni wa mama. Apostle Waruinge, the lead minister of the synagogue CFC, invites you to a special Sunday service of Fatherly Blessing of the Sanctuary on 2nd July 2023. The service will be held at Coffee Plaza, mezzanine floor, the first floor, Haile Selassie Avenue, opposite Easy Coach bus stop, Nairobi. The guest minister will be Archbishop Dr. and Mrs. Harrison K. Nganga, the lead ministers of Christian Foundation Fellowship.
The service will begin at 2 p.m. We will be live on Bethel TV, Faith TV, and Inoro TV. For more information and direction, contact +254 112 935 035 or are welcome. Apostle Waruinge.